Najua unaona hii video, unafikiria hapa ni Koinange Street. Hapana, hapana. Hapa wachungaji wa kanisa wanaosha kondoo yao. Wanaosha wang'are mwili dhambi iwatoke. Sijui nirudie uelewe vizuri. Hawa watu ambao unaona hapo mbele wakiwaosha wanawake, hawa ni wachungaji. Wale mnaita pastors, sijui evangelist. Ndio hawa wanaosha wanawake. Wanawake wanatoa nguo, wanafua nguo, wanaoshwa na pasta mwili yote kwa jina la Yesu Kristo ili dhambi iwatoke. Unaona kitu inaitwa mwanaume hapo? Hakuna mwanaume anaoshwa hapo hata mmoja. Wanawake peke yake. Ndio maana kila siku tunawaambia kanisa ni scam. Kanisa ni nyumba ya shetani, sio ya Mungu. Hakuna Mungu yuko kanisani. Hamna Mungu yuko kanisani. Kanisa inakuanga ya pastor na wanakuanga watumishi wa kanisa zao, watumishi wa vitu zao, wa shughuli zao, sio shughuli ya Mwenyezi Mungu. Hamna Mungu yuko kanisani, hakuna Mungu kanisani. Kanisa inakuanga ya pastor na wapasta wenzake, waibie watu pesa, wafanye vituko kama hizi, walale na wanawake za wenyewe, walale na wasichana wadogo. Na ndio maana unaona ukipeleka msichana kanisani, ukiambia pastor nataka kumwoa huyu msichana, kama pastor alikuwa analala na huyo msichana, huyo pastor atatafuta tu namna usioe huyo msichana. Atakuwekelea maneno fulani ili usioe ule msichana, ili abaki na yeye. Anaenda kumwachilia wakati msichana amefika miaka 30, 35. Wakati hakuna mtu anataka kumwoa wakati huo. Sasa hiyo ametoa mimba mingi. Hakuna mtu anahitaji huyo mwanamke sasa hiyo. Ndio maana kile tunawaambianga, ukitaka kuoa mwanaume mwenzangu, usitafute mke kanisani. Usijaribu kuoa msichana wa kanisa. Zitakuwa zimetumika na hawa viongozi wa kanisa sana. Na wanapoisoniwa akili mpaka hata waweze kaa kwenye ndoa. Haya. Na pia nawaambianga wanawake nyinyi wajinga, akili zinakuanga kwa magoti. Wewe unawezaje kukubali kutoa nguo zako uingie kwa besini ndani eti unaoshwa dhambi sitoke? Tangu lini? Kuna fasi kwa Biblia ambayo inakuambia kitu kama hiyo? Si uende ujisomee Biblia uone kama kuna fasi, ama uulize pastor yako. Hii kuosha unatuosha na unatuosha mbele ya wengine. Hebu tuambie ni fasi gani inasema hivyo. Muulize, kama hakuna fasi mwambie mimi siwezi osha. Nyinyi wote ndio washirika wa shetani. Kuna Mungu mnamtumikia nyinyi. Na ni ukweli hakuna Mungu mnamtumikia kwa sababu tu ya matendo yenu. Matendo yenu ni ishara kwamba huyo sio Mungu mnamtumikia kanisani. Ingekuwa ni Mungu mnamtumikia, hamwezi mkafanya vitu kama hizi. Hakuna Biblia ambayo inaongelea mambo ya kwenda kuoshwa na pastor ama hata kuchapwa. Kuna wengine tunaonanga, kuna video zingine tunaonanga pastor akitandika kondoo. Mimi nawaitanga kondoo wa Kristo kwa sababu wanapenda kuitwa kondoo. Si ni wajinga tu kama kondoo, na mtu akikubali kuitwa mjinga, si hiyo ndio jina. Utakosaje kumuita jina yeye mwenyewe amekubali? According to the Bible, hakuna verse ambayo, na kama wewe ni Mkristo, hebu tupee verse yote ambayo inasema kwamba pastor ama mchungaji anafaa kuosha wanawake. Wanawake wafue nguo mbele yake, alafu wanaoshwa ama wachapwe, kwa sababu kuna wengine tunaona wakichapwa viboko na pastor inatoa mapepo. Na hata hizi pepo wa Kristo huwa mnatolewa. Kwa nini hizi dini zingine hawana hizo pepo? Mbona tuone watu wengine hizo dini zingine wakisema pepo toka sijui nini, ama wakitoa hizo pepo? Kwa nini? Na wanaishi vizuri tu. Sasa wale waishi vizuri, nyinyi ndio mnaishi vizuri. Mbona nyinyi mnakuanga tu na mapepo? Nyinyi hamwezi kabisa kurealize kwamba it's just a way ya kufanya nyinyi muendelee kutoa pesa yenu kwa pastors. Kwa nini surely? Na ni vitu ziko very open. Ukitumia tu common sense unajua tu hii ni haifai, hiki ni ukora inaendelea hapa. Haya tena Afrika, hawa maprofet ni wengi sana. Mbona hakuna China maprofet? Mbona hakuna Japan? Mbona hakuna nchi zenye zimeendelea hawana hizo vitu za prophets ama prophecies? Mbona hawana hizo imani nyinyi mko nazo? Na mkiona watu wametajirika kuwaliko, wametajirika kuwaliko, wameshinda nyinyi kimaendeleo kwa kila kitu,
Lakini nyinyi wenye mnaabudu Mungu sana kuomba huyu Mungu wa Biblia. Na mimi sisemi ati Mungu hayuko. Mungu wa Biblia ndio mimi siwezi nikasupport. Huyo sio Mungu. Huyo ni Mungu wa kutengenezwa na kuprogram watu na kutishia watu maisha kwamba usipomfuata sijui Yesu unaenda jehanamu. Hakuna kwanza jehanamu. Na kama iko mtu ambie nani alifika huko akarudi na taarifa kwamba nimefika jehanamu, nikaona kweli iko. Nimefika mbinguni, nikaona mbinguni iko. Kama kuna mtu amefika akaona hizo vitu mbili, huyu ndo anaweza tuambia kwamba jehanamu inakaa hivi na mimi nimeenda na nikarudi. Ni kama mapasta wenu na maprofet wanaambia watu hapa tunaona sijui ametembea, sijui kiwete ametembea. Wanatembeanga aje na watembee straight? Si wangetembea straight kama siku ile Lazarus akifufuliwa. Si Lazarus alifufuliwa na akatembea vizuri. Mbona wenu na viwete wenu hapa hata hawajakufa ni viwete tu. Mnaombewa sijui viwete ametembea na atembee vizuri. Bado tunaona tu bado tu anatembea tu kama mtu utajua tu ni kiwete bado. Lakini nyinyi muendelee simtangamie wenyewe. Muendelee kabisa muoshwe na muolewe na mapasta. Kwa sababu sasa hata nashindwa mtu mwenye ameona mwanamke kama huyo akioshwa alafu baadaye tena muoa. Unamuoa nini hapo? Scrap. Naenda kuwa takataka mwenye hata akili hana. Hivi mnajua kwa nini sasa hivi wanaume wakioa wanakufa? Yaani sasa hivi kumekuwa na tabia moja. Mwanaume akioa tu, wasipokufa yeye na bibi harusi, basi anakufa yule mwanaume mmoja. Hivi mnajua kwa nini wanakufa? Naambia sababu leo. Wanaume wengi kuna mabinti mnaanza nao kwenye maisha mnawachezea.